Mtazamaji wa kipindi ukipendacho cha My Story His Glory, na kama Biblia inavyotufunza in Psalms 118 verse 1, give thanks to the Lord. Siku ya leo nakwambia tutaweza give thanks to the Lord through my testimony, na ni testimony ambayo tutaweza kuambiwa na mtumishi wa Mungu ambaye ameweza kupitia mengi sana, ameng'ang'ana ili kuweza kufika hapa ambapo alipo siku ya leo. Mimi ni Neri Princess, andamana nami kuanzia sasa hivi mpaka tamati. Bishop, tunaweza kutumia majina yako kamili? Asante. Majina yangu yote ni Reverend Evans Ilongo Mwangi, na nafanya kazi ya Mungu na Deliverance Church Kangema, and Murang'a is a regional overseer, the Murang'a North. Asante. Je, unaweza kutuambia uliweza kuzaliwa wapi na wewe ni mzaliwa wangapi katika familia yenu? Mimi nimezaliwa Higaini, Kangema, Murang'a County. Baba yangu ni Mwangi Kubwa, Zabron Mwangi Kubwa. Maadhi anaitwa Mariam Wajiro Mwangi. Na mimi ni watano kwa hiyo jamii. Na ni kijana watatu kwa jamii. Malizi yako yalikuwa vipi tangia utotoni hadi mahali ambapo ulifika ukaweza kuokoka? Nilizaliwa tu huku Higaini in the village, na nikaenda primary school, na nilipofika standard 7 hapo ndio niliokokea 1971 mwezi wa 8. The date 21st August. Na hapo ndio nilianza maisha ya wokovu, na nilikuwa na kanisa la Full Gospel. Hapo ndio tuliokokea, na aliyetuhumbiria ndiye ambaye ni baba yangu wa imani, alikuwa anaitwa Blasio Gishanga Kimanjuro. Huyo ndio mlezi wetu wa wokovu mpaka nikakua, nikaendelea na maisha ya wokovu. Na Bishop, tuambie kidogo kuhusu masomo yako. Ulisomea wapi hadi ukafika, masomo yako yaliweza kufika hadi wapi? Mimi nilisomea Watoa Primary School. Kutoka hapo nikamaliza standard 7 nikaenda Kiarithaini Secondary School Karatina. Kutoka hapo nikaenda Kiangunyi Secondary School, na hapo ndio nilimalizia 1975. Naam. Ulipomaliza Bishop ulienda wapi? Kumaliza shule nikaenda nikafanya course ya architectural draftsmanship Nairobi. Yes. Unajuaje Bishop ya kama umeitwa na Mungu? Tulipookoka ilikuwa tunafanya kazi ya kuhubiri shuleni, kufanya maombezi tukiwa watoto wadogo. Nikaenda Nairobi, na hapo ndio nikaendelea kufanya kazi yangu, biashara, kuandikwa, na nilikuwa na fellowship ambao tulikuwa Huruma, na ilikuwa inaitwa Huruma Fellowship. Hapo tulikuwa tunafanya, na tulikuwa na watu wengi, watu kama 100 hivi. Hapo ndio nikafeel nimeitwa kuhubiri, na nikaamua kurudi nyumbani. Na nikaamua nitaanza na nyumbani. So that's how I came here. Yeah. Bishop, kuna watu wengi ambao wanasema waliweza kupata vision, wamepata ndoto, hadi Mungu amewaita. Wengine incidents have happened, maybe accidents, and mtu anajua kwamba Mungu amemuita. Je, wewe kama Bishop ni sign gani ambao ulipewa na Mungu ili uweze kutambua kama umeitwa? Ile sign ambayo nilifeel nimeitwa kabisa, sio ndoto, sio ati kutabiriwa, ni vile hisia tu, mzigo wa kazi ya Mungu. Ule mzigo ukanibeba mpaka nikaamua kukuja nyumbani 1994, na hapo ndio nikaanzia kuhubiri the year 94 in the Full Gospel Churches Kenya. Yes. Umeweza kusema kwamba uliokoka ukiwa mchanga sana. Je, uliokoka ukiwa na miaka ngapi hivi? Niliokoka nikiwa na miaka 12 hivi, 12 13. Yes. Uliokoka aje? Kuna mtu ambaye alikuja shuleni akawahubiria ama nini kilifanyika? Kulikuwa na conference ya Full Gospel Karatina in the year 1971. Na mami wangu ndiye alinisaidia nikaenda kwa hiyo conference, na nilipoenda kwa conference ndio kukahubiriwa, nikasikia kumehubiriwa, na lile neno ambalo lilihubiriwa ni kwamba kuna mavuno Mungu anatarajia, na atavuna wale ambao wamejipeana kwake. Hapo ndio nikalisikia hilo neno, nikaamua kuokoka nikiwa kijana kandogo katikati ya umati wa watu wengi, na hapo ndio niliinua mkono nikaokoka. Na tangia wakati mpaka sasa bado nasonga na hiyo wokovu. Yes. Umri wa miaka 12 ni umri mchanga sana. Marafiki wako walikuchukulia aje baadaye?
Marafiki wangu especially wale ambao tulikuwa tunaenda shule na wao na hata walimu hawakuwa wakifikiria kweli nimeokoka, lakini marafiki walinichallenge, lakini pamoja na challenges nikavumilia na nikaendelea na wokovu na kukiri kwa mdomo wangu. Yeah. Bishop, kuna kitu ambacho kinaitwa backslide. Je, kuanzia miaka 12 hadi mahali ambapo umefika sasa hivi, ushai backslide? Sijawahi backslide. Backslide ni kusema ya kwamba merudi nyuma kabisa, umekataa wokovu, umekataa hali ya church. Mimi sijafanya hivyo. Mimi hata when it is very hard bado nakaa kwa church. Yes. Umeweza aje kumaintain wokovu kuanzia miaka hiyo 12? Yeah, kuanzia miaka 12, one of the things that has helped me, jambo la kwanza ni kusikiliza neno la Mungu, kukaa chini ya wenye wananifundisha neno la Mungu, wahubiri wangu, kuwa obedient to them, loyal to them, na kuwa active in the church. Hiyo kuwa active imenisaidia because si kukaa kule nyuma, mimi nilikaa hapa mbele kufanya tu kazi tu church, kufagia, kupanga viti, kufuata mhubiri wangu, na hapo ikanitia nguvu na ikanisaidia kabisa. Yes. Tuongee kidogo kuhusu safari ya wokovu. Imekuaje, milima na mabonde, unaweza tuelezea kidogo? Labda kuna jambo ambalo lishawaifanyika katika maisha yako katika safari hii ya wokovu ukasema mimi siwezi mwacha huyu Mungu. Je, ni jambo lipi hilo? Nilipookoka tulikuwa wengi, na our spiritual father was very encouraging. Na jambo la kwanza alitufundisha kuhubiri, jambo la pili akatufundisha kuomba, jambo la tatu ambao alikuwa anatufundisha ni kwenda nje, mission. Jambo la nne ni kutoa. Yeye alikuwa mtoaji, akatufundisha hayo. Na as we were practicing them, kwangu ikawa msaada. Ukiwa pale shuleni, kuna wale wanafunzi ambao waliweza kutamani maisha yako. Maybe ulikuwa role model kwao. Nini kiliweza kuwavutia kwako sana? Mimi kuokoka kwangu, kufuata wokovu wangu, kuna wengi ambao walikuwa marafiki wangu na walipenda wokovu. So walipokuja kwa fellowships where we were going, wakaokoka. Hiyo ikatufanya tufanye fellowship kwa church, kwa shule. Hivi kwamba baada ya shule in the afternoon, late afternoon, tungeenda kwa one class, tunaomba, tunasome sana neno na tunatia na moyo. Hiyo ikatutia moyo, ikatufariji na ikatufanya tukue. Na in that wengi wakaokoka. Actually, by the time we were leaving the primary school, we had over 20 students. Somehow I mentored them unknowingly. Yes. Nataka tuweze kuzungumzia pale ambapo uliweza kuungana na kanisa hili la Full Gospel, ukaweza kuwa pastor. Safari yako ilikuwa vipi? I stayed in the Full Gospel for 30 years. For 30 years in the Full Gospel and as an active member. So in the year 1994, nikahisi sasa I need to go to the full-time ministry, kuhubiri kabisa, kuachana mambo yengine. Na nilipohisi sasa inahitaji niende nyumbani kuhubiri, I decided to start at our local church here. So nilipouliza wanipe hiyo mwanya, wakanifungulia hiyo nafasi na wakakumbali nihubiri. So the church that I was told to go and start, it was the fresh church. Ilikuwa hakuna mtu, na 1994. Na nikaanza kwa kichumba kidogo tu, na tukawa na kakundi kidogo, lakini Mungu akatuneemesha. We started that church, and within the first 2-3 years tulikuwa tumenunua plot, tumejenga na tumefanya mambo mingi na mikutano mingi. So that's how I started my ministry in the Full Gospel. Bishop, ukisema kwamba mliweza kuanza mkiwa wachache, mlikuwa wangapi? Tulikuwa 10 hivi, or less 10. Wale washirika, because I was so close to them, nikawaambia sasa mimi nitawaacha, na nikawaambia wasinifuate. Na sikupenda wanifuate. When I knew that I'm going and I was to start a church, I went to a Bible school for 90 days. Nikawaambia mimi nitaenda, and after 90 days ndio nitarudi hapa na ndio nitaanza church. So I left them, having told them that I will not work with them. Na kitu ingine ilifanyika, nilipohisi naenda, nikaambia the committee, the pastor, the leadership, nikawaambia what is happening around me, na nikawaaga, na nikawaambia nitaenda for 90 days ndio wataniona, na wakaniombea, wakanirelease.
So when I was released officially and na wakaniombea, nikaenda Bible school. Actually, after they prayed for me, the following day, I went to Bible school for 1 term. That was 90 days. That is 3 months. Then after 90 days, I came back. Then I started the Deliverance Church. Tuambia kwamba uliweza kutoka katika kanisa la Full Gospel ndio uende kufungua kanisa lako. Imani yako ilikuwa vipi? Jambo la kwanza ilikuwa ngumu kufungua kanisa lingine hapa. Having been with the Full Gospel, na hatukuwa tumebishana, hakukuwa na vita. Ni kutoka tu kwa moyo wangu nikamwambia that they allow me that I go out with another ministry. Ilikuwa ngumu. And but I had to do it, and I did it. Na nilikuwa na passion ya kwenda kufanya kazi ya Mungu, na niwe na kind of a freedom ya ningeenda nje, ningerundi. Sikuwa na nia mbaya nikienda kuanza. So that gave me the grace to do this work. Na ningeenda nje hapa Kangema, lakini niliamua nitafanya tu nyumbani because sina shaka na wenye tulikuwa tunafanya kazi na wao bado tuko maadui, na waliniombea, walinisaidia. That gave me the grace, the momentum, the strength to start that church. Na haikuwa rahisi because a small congregation, na naenda kukodesha nyumba, tunaenda kukodesha nyumba, hatuna washirika, hatuna pesa, hatuna jina, hatujulikani, is a new ministry, na wananijua nilikuwa na ile, sasa nimeanza hii. To balance that it was very hard, but God gave me the grace to balance it because nilikuwa nimesikia lazima nianze, na nimeanza. Hiyo ndio nilisaidia hata kuwa encouraged to continue. Na as I continued, kanisa likaanza, na tukaanza. We started in the year 201, February 10, 2005. Tukapanuka, tukabidi tuende to a spacious space. So the church grew from a small congregation, very small congregation. And I'm happy that the members of the Full Gospel, sio wengi walinifuata. Wale walinifuata ni wale tu walisikia nimeenda, na siwezi kuwaacha. Hao ni wachache, lakini the rest were from other churches, na wengine ambao hawakuwa wameokoka. That's how I started the church, Deliverance Church. Na sina aibu nayo. Nataka uweze kuzungumzia wale mapasta ambao wanakuanga na hii tabia ya kama pasta anataka kufungua kanisa lake, anachukua baadhi ya washirika na hawezi ambia yule ambaye ni baba wake ya kiroho. Anatoka tu na anaenda. Nini ambacho kinakuwa kimesababisha tabia kama hii katika baadhi ya wahubiri? Hiyo ni tabia mbaya. Because kama unaenda kuanza kazi ya Mungu na una spiritual father, na recognize is your spiritual father, na ni your leader, na ni babako wa imani. Upendo wa mababa wote ni watoto wakue. So ukiwa na ile nia mzuri, na una uhakika unaenda kufanya kazi ya Mungu na sio yako, inastahili uende kwake, umwambie what you are going through, what you are feeling, what you think to do next. Na sio ni mababa ambao wanakataa watoto wao wakue. Na if you are loyal, you have the honor to your spiritual fathers, unawaendea. In case you exit without telling them, that is insubordination. Hiyo ni kukosa heshima kwa mwenye alikufundisha, mwenye alikupa mwanya wa kufanya kazi ya Mungu kwanza, because that's also very important. Mtu ambaye amekupa nafasi uanze huduma, ukue na huduma, kisha namuacha bila kumwambia, huyo mambaba huwaga na baraka sana. Hata kama ni mzee, hata kama umesoma kukumuliko, una pesa nyingi, but when you go to him, hiyo maneno inavuta baraka, na hiyo baraka ndio itakusaidia hata kwenye unaenda, because you also becoming a father to many. It gives you the grace, hata inakupa mwanya wa kumentor others who you become a spiritual father to them. Ile respect na honor ulipea your father, hiyo ndio itakufuata. If you move away, una exit bila kumwambia, bila kuwa na ile honor, ile respect, hata ukienda kwako, hiyo itakufani bego umejipandia na ni mbaya, na itakufuata kwa maisha yako yote ya utumishi. Yes. Na ukaanza kanisa lako la Deliverance Church. Je, congregation sasa imeanza kuinuka, wameanza kuwa wengi? Na tulianza tukiwa wandogo, wachache kabisa, na tumekuwa. We started a one congregation. Today the Deliverance Church Kangema, we call it Kangema Sub-Region.
we are 11 churches. Ile ambayo nilianza imezaa makanisa ingine, na from there tumeweza kununua maplot, tumeweza kujenga, the whole congregation imekuwa wengi, na hivi sasa nafanya kazi ya overseeing, and we have 40 churches in the whole Murang'a County. We call it Murang'a North Region. We are over 40 churches. But congregation penye nilianza, we are now, hiyo congregation imezaa makanisa zaidi ya 10. Actually we are now 12 churches from this very local church ya Kagema Town. Yes. Kuna changamoto nyingi ambazo huwa zinatokea katika kanisa. Kuna zile conflicts ambazo washirika wanakuanga nazo. Je, wewe kama mtumishi wa Mungu una handle aje zile conflicts ambazo huwa zinatokea kanisani? Kwanza ni kusikiliza na kutokuongea kiharaka, because mtu huyu amekuja na anashinda, amekuambia, akikwambia hataki angependa kamwe kusikia ikisikika una huko nje. So one of the discipline ambao ni ya muhimu ni ku keep secret. Conflict, kama ni vita, conflict zinakuweko, lakini lazima uzihandle with a lot of integrity. So you have to maintain the grace of integrity in your ministry. Na kuongea, usiwe mtu ambao unaongea kiharaka, kujibu maswali haraka. You must learn how to handle bitter pills for some time. Mtazamaji, endelea kutazama kipindi cha My Story His Glory. Tunaweza kwenda katika kipindi cha mapumziko, lakini usiweze kubanduka. Kipindi ni My Story Is Glory. Anaendelea kutuambia nini kiliweza kufanyika tangia aanze na watu 10 peke yake, washirika 10 katika kanisa lake. Je, una identify aje pastor ambaye ameitwa na Mungu, na una mentor aje mtumishi kama huyo? It is easy to identify mtu ambaye ameitwa. One, lazima awe zealous. Mtu ambaye ana bidii ya ile kazi. Sio mtu ambaye anakuja kwanza hapo ndio ati aendelee akuwe mhubiri. Lakini una identify by how he acts in the church, anakuwa active. Utampa tu maybe 15 minutes, au una mentor, unamfundisha kuhubiri. Maybe ahubiri mbele yako dakika kama ni 5. Au mshirika ambaye anakutazama ama yule ambaye anaenda kanisani, je, mtu anaweza aje ku differentiate yule mhubiri ambaye ameitwa na yule ambaye ameweza kujiita? Character ya mtu hiyo inakuambia huyu mtu ameitwa. Hata vile anaongea, hata ile burden ya kazi ya Mungu hiyo inakupa, because there are people who say maybe amekuja kwa sababu ya pesa, kanisa limejaa watu, anafikiria pesa ni nyingi, anasema nimeitwa, au anakope mtu. Na kazi ya kuhubiri si rahisi vile inaonekana, inakuwa na challenges mingi. Na jambo la kwanza lazima ujitoe, la pili lazima unajitoa kwa nguvu yako, mali zako, vile unajua mambo, you must be useful. So ukija na you are not that committed, utasumbuka na utatoroka. So it is also important ku encourage watu ambao wanaingia kwa huduma waelewe hii ni kazi ya vita ya kiroho, na mapepo inapenda kupiga watu. So you have to be active, you have to be prayerful, you have to be dedicated, you have to be present when you are wanted, you have to be moral life is also very 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 important. Hata bila mtu anaongea, hiyo inakusaidia sana. You are not to be a loose talker. Kuchunga maneno. Kuna immorality sana kanisani. Na ukiangalia sana watu, baadhi ya watumishi wa Mungu wameweza kuingia katika ule mtego wa immorality. Wewe kama bishop, hadi kutangia ukuwe pastor hadi sasa hivi wewe ni overseer. Je, una handle aje immorality kanisani? In case someone reports to you that someone has missed, hiyo message uichukue, lakini don't act history. Lazima umwangalie kama ni kweli au sio kweli. Kitu kingine, ukielewa mtu amefanya jambo, hiyo jambo lisisikike na huko nje, because you are supposed to collect that person awe mtu mzuri.
in case is a trap, don't do that counseling alone. If it is already, involve your wife or involve a senior lady ambaye amekaa miaka atamsaidia, because there are issues that will not be helped. And it's also good to refer that case to another person. If it is immorality na ni jambo ambalo ni mbaya kabisa, involve your wife in the counseling. Yeah. That will protect you. You must look for someone to help you, to protect you. But it's also good to ask a question where you don't know, because you don't know everything, and you have a helper, especially your wife, in case it is a ready person. Yeah. Now, kuna baadhi ya vijana ama washirika ambao ukiuliza ni kwa nini walikataa kwenda kanisani, wao wanakuambia kuna siku moja nilienda nikaambia pastor story yangu, alafu Sunday pastor akaanza kupeana hiyo story kama example kanisani, hivyo basi hakuweza kwenda, akakataa kwenda kanisani. Je, wewe kama mtumishi wa Mungu, kuna watu wengi wanakuja wanakupea mambo ambayo wanapitia. Una control aje usiweze kupeana story kama hiyo pale kwa pulpit? Haistahili, because kwa pulpit ni mahali pa neno la Mungu. Story ya mtu haiwezi kureplace neno la Mungu. So na mimi nakumbuka nilifundishwa Bible school ya kwamba ukisoma gazeti usituambie habari ya gazeti kwa pulpit. Mambo ya gazeti ni ya huko nje. So lazima you control yourself using those things, those people as examples. The Bible is full of good and many examples. Kama una pick mtu kastori kama mtu, hiyo ni moja tu, lakini usikari hapo. Mtu akikwambia mambo yake, especially machungu, lazima urinde hiyo maana, hiyo ukatae kuongea mbele ya watu, because there are people who are suffering. Hata yule mtu labda yuko hapo, ukiongea mambo yake, hiyo kindoda itamuangusha na atasikia mbaya. Itamleta nje. Naam, wewe kama mtumishi wa Mungu, ni changamoto zipi ambazo unakumbana nazo tangu kuingia katika kuwa pastor na sasa hivi ambapo wewe ni overseer? Changamoto kama zipi ambazo unakumbana? Na je, hizi changamoto ambazo unakumbana nazo una solve aje hizi changamoto ambazo unapambana nazo? Changamoto ni nyingi za pesa. Kulea watoto, because me I began my ministry when I was very young. Nikaoa 1983. Tukapata watoto between 1984 na 94. So hao ni watoto watano. So kulea watoto watano, that's a challenge. Na watoto wako lazima wasome. So inabidi you have to fight that. Jambo la kwanza kutafuta chakula ya watoto, kutafuta pesa ya kuwasomesha, na watoto, nyumba yako ndio first example. So lazima uweke bidii sana kwa mambo yako. Kazi ya Mungu uweke bidii. Kazi yako ya natural lazima uweke bidii sana. Usiwe mtu ambaye unasumbua watu, unakuwa mzigo kwa church. Na sioni mzuri mtu akiwa mzigo kwa watu, hautawasaidia, because they also need. You must learn how to balance the rich and the poor, the learned and the illiterate, the old and the young. Na hiyo ni changamoto sana, because ukiwa na wazee lazima ujue namna ya kuwasaidia waketi kwa church, wa enjoy church, hata kwa nyimbo, sio zote za vijana. So balancing principle is important in a church setup. Kuna mtu ambaye anakutazama sasa hivi na anahisi kwamba ako na mwito wa kwenda kuwa pastor. Je, wewe ulianzia na congregation ya watu 10, unaweza kumadvise vipi? Ningemadvise kama anajua kabisa ameitwa. Jambo la kwanza, you understand your calling. Either you are a pastor, whether it's a pastoral, church planter. If you are not a church planter, don't start. Na kama wewe ni pastor, and sawa. But one of the things that you should understand, the praise of your calling is the praise of your provision. Usianze church ufikiri hakuna provision. Me, I believe ya kwamba the praise of my calling, mimi nimeitwa hapa, na hiyo nikaamini hivyo. So the provision is still allowed. Kama hakuna nyumba, ujue utajenga, utakodesha nyumba, utanunua plot, ujifundishe kufanya mambo ya Mungu. You must be very strong in educating yourself, learning, kuomba, kusikia watu wengine ambao wamekuwa mbele yako,
na watakusaidia. Actually, it is also good to understand that you cannot do it alone. You need to be mentored, na kuna watu waliokuwa mbele yako na watakusaidia. That is also very important. Yeah. Bishop, ukiangalia nyuma kuanzia mahali hapo umetoka hadi wakati huu mahali hapo umefika, nini ambacho unajivunia? Mimi najivunia Mungu amenisaidia kulea watoto. Wamekuwa wakubwa na sasa ni mababa na wana watoto wao. Hiyo najivunia kabisa. Kitu kingine najivunia kuanza small church, na tume buy the plot, tumejenga na tunaendelea kujenga, na hii church imezaa makanisa mengine. Na kitu kingine najivunia kwamba katikati ya watu wengi Mungu akanipa kimbari nikawa regional overseer. So I have over 40 pastors ambao tunafanya kazi pamoja na wao, na tunafanya kazi kwa njia ya upendo. Na hiyo najivunia. Vision yako maybe 2030 2040 ni ipi? Ni kanisa lipanuke na tuweze kufungua makanisa mengine, na tufanye mikutano ya kusaidia. It is my prayer. One of the things that I have really desired, kanisa hili liwe baraka kwa makanisa mengine, sio tu Deliverance Church Kangema. Mtu ambaye anakutazama sasa hivi maybe anajihisi ako chini sana, nataka uweze kumpea hope, uweze kumpea moyo, maybe kama uko na verse ili uweze kumencourage kidogo, kwa sababu tumeweza kufika katika tamati. Nilisoma Hebrews 11 verse 6. Ikaniambia without faith it is impossible to praise God. Niliposoma hiyo habari ya faith, nikaanza kujimundu imani na kujijenga imani. Jambo la kwanza ningekwambia encourage yourself in reading the Bible, develop your faith because it is from one glory unto another. Kitu kingine ujue ya kwamba hauwezi kufanya kazi ya Mungu if you have no faith. Ukiangalia mambo mengine, the natural things that are happening around you, they'll be very challenging. But when you trust God, na uendelea kumtrust kabisa, na uendelea kumuomba, na uendelea kumwamini kwa mambo yote, he is omnipresent, ana kila kitu na anakujua. Kama amekuita, atakusurprise, na atakusurprise. The Lord bless you, the Lord help you, the Lord encourage you. Be strong in the Lord God. Na kazi itafanyika ya Mungu, na yako itafanyika. Amina. Amen, amen. Asante sana Bishop kwa kuweza kufika katika studio zetu. Mungu aweze kubariki sana. Asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuweza kuendelea kuwa nasi tangia tulipoanzia sasa hivi ambapo tumeweza kufika katika kikomo. Mungu aendelee kukubariki. Endelea kutazama television hii kwa sababu kuna programs zingine nyingi ambazo tumeweza kuandalia. Hadi wakati mwingine, mimi ni Princess. Bye bye.